Habari mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa peji yetu ya Darasa Mtandao. Leo tumekuja na somo jingine tofauti kidogo ambalo linazungumzia maendeleo ya tabia ya mtoto. Hivi unafahamu kwamba maendeleo ya tabia ya mtoto huwa yanaanzia akiwa tumboni kwa mama yake? Au unadhani kwamba maendeleo ya tabia ya mtoto huwa inatokea tu akiwa ameshazaliwa tayari? La hasha, haiko hivyo. Tukumbuke kwamba mtoto ni matokeo ya muunganiko wa gameti mbili, yaani gameti ume na gameti uke. Labda kwa lugha nyepesi ni kusema mtoto ni muunganiko wa mbegu ya baba pamoja na yai kutoka kwa mama. Maana yake mpaka wakati huo mtoto anaundwa, tafsiri yake baba na mama wamechangia 50% kila mmoja. Wako sawa kwa sawa kabisa. Ndipo mtoto anaweza kutengenezwa kwa staili hiyo. Lakini muundo wake unachangiwa na pande zote mbili kama tulivyosema. Na katika kukua kwake anaanzia kama zaigoti. Yani ni bonge tu ambalo ukiangalia ni kama bonge la damu, lakini kumbe ndio binadamu huyo anakuwa taratibu. Hiyo zaigoti itaanza kutembea kutoka kwenye mirija ya falopio ambako tayari urutubishaji ulifanyikia kule. Taratibu zaigoti itasogea mpaka kwenye mji wa mimba ambao sisi tunauita uterus kitaalamu. Pale zaigoti itakuwa na kuendelea inakuwa kiini tete. Kiini tete kitaendelea kukua na kuja kuitwa kijusi. Katika kipindi hiki ndipo umbo la kibinadamu la mtoto linaanza kuonekana akiwa tumboni. Ni katika kipindi hiki. Lakini baadaye mtoto ataendelea kukomaa na kuonekana zaidi kwamba huyu sasa ni mtoto na yuko tayari kwa ajili ya kuzaliwa. Ni mtiririko tu wa maendeleo ya ukuaji wa mtoto kuanzia kwenye zaigoti, kisha anakuja kuwa kiini tete, kisha anakuja kuwa kijusi, na baadaye ni mtoto kamili kabisa ambaye anaweza kuonekana kwamba huyu sasa ni mtoto kamili aliyetimia na jinsi yake inaweza kufahamika. Sasa kiini tete hicho kitaendelea kukua na baadaye kitatengeneza placenta. Placenta ni nini? Placenta ni kama mrija unaomuunganisha mtoto na mama yake ili mtoto aweze kupata mahitaji yake yote ya msingi kama vile chakula au hewa. Lakini pia taka mwili kutoka kwenye mwili wa mtoto zinawezaje kuondoka? Ni kupitia hapo placenta. Ni katika kipindi ambako mtoto hawezi kula kwa kupitia mdomo wake, badala yake anafanya mawasiliano kupitia placenta yeye na mama yake. Inapofika sasa wiki ya 5, moyo wa mtoto unaanza kuundwa, unaumbika, na hapo unaanza kusukuma damu katika mwili wa mtoto. Damu inaanza kusukumwa katika mwili wa mtoto kuanzia wiki ya 5. Lakini mtoto huyo ataendelea kukua katika mji wa mimba au kwenye ile uterasi mpaka kufikia wiki ya 8. Kuanzia hapo sasa umbo la mtoto huanza kuonekana dhahiri, ndio ile tumeita kijusi sasa. Ni kuanzia wiki ya ngapi? Ni wiki ya 8. Ndio kijusi kinaanza kuonekana na umbo maalum la mtoto linaanza kuonekana. Ikifika miezi 4 mtoto huwa anaanza kucheza tumboni. Hapa hata mama mjamzito huwa anahisi kwamba kuna kitu tumboni mwake, mtoto huwa anacheza. Na ndio kipindi hiki mama huwa anashauriwa aanze kuhudhuria kliniki. Na mhudumu wa kliniki huwa anaweza kumuuliza mtoto amecheza, ili kuthibitisha kwamba anaendelea vizuri, bado yuko hai na afya njema kule ndani. Ni katika miezi 4 na kuendelea mtoto hapo ataendelea kucheza tumboni. Na kipindi hiki mtoto huweza kusikia vichocheo vya nje, kwa mfano sauti. Mtoto huwa anasikia kutoka nje. Sasa hiki ndio kipindi nyeti zaidi ambacho kinaenda kulenga somo letu la leo, kwamba maendeleo ya tabia ya mtoto huwa yanaanzia wapi. Huwa tunasisitiza na kushauri kwamba wazazi wote wawili waanze kuijenga tabia ya mtoto katika kipindi hiki. Ni katika kipindi hiki ambako baba anashauriwa asikae mbali na mke wake na mara kadhaa apende kuzungumza na mtoto wake. Ni katika kipindi hiki. Kwa bahati mbaya sana wanaume wengi huwa wanakimbia wakisema kwamba wana majukumu mengi na jambo la kulea mimba ni la mama peke yake. Mwisho wa siku analalamika kwamba tabia ya mtoto aliyezaliwa haiendani na yeye.
Lakini kumbe ni katika kipindi hiki ambako baba anapaswa kupanda mbegu ya upendo kwa mtoto. Ni katika kipindi hiki baba anapaswa kupanda mbegu ya ujasiri kwa mtoto. Ni katika kipindi hiki ambako baba anatakiwa kupanda kila tabia iliyo njema anayodhani kwamba mwanangu natamani angekuwa wa aina fulani. Ni katika kipindi hiki, kwa sababu mtoto huwa anapokea vichocheo kutoka nje. Unaweza kukubaliana nami, katika kipindi hiki na kuendelea, mama anayependa muziki muda wote yupo kwenye makelele, muziki unapigwa sana. Hata akijifungua katoto kake kachanga akaenda nako kwenye sherehe, huwa mtoto ashangai. Yale makelele yote ya kwenye sherehe mtoto ahangaiki nayo, kwa sababu ameshazoea kuyasikia tangu akiwa tumboni. Ni katika kipindi hiki, kama mama ni mtu wa kuimba kwaya kanisani, anapiga makelele huko, hata akijifungua katoto ni kachanga, akienda naye kanisani kuimba, mtoto hata msumbua, kwa sababu ameshazoea kuzisikia hizo kelele akiwa tumboni. Ni katika kipindi ambako baba kama atakuwa anazungumza na mtoto, anashika tumbo la mke wake, anainama kidogo, anasema, "Halo, uko ndani? Au jambo? Wewe dogo, vipi bwana? Tunakusubiri kwa hamu." Utakuta kule mtoto anasikia sauti ya baba yake. Hata akizaliwa akamsikia baba yake anazungumza, anajua sauti hii nishaye kuisikia tangu nikiwa tumboni, na alisema ananipenda. Katika kipindi hicho baba anatakiwa sana kuwa karibu na mke wake. Lakini kwa bahati mbaya akina baba wengi hatulitambui hilo. Mtoto anapofikisha miezi 9 tayari kwa kuzaliwa, mama anapata uchungu, atajifungua kwa njia ya kawaida au atajifungua kwa upasuaji, vyovyote itakavyokuwa, lakini atajifungua salama, mtoto wake atatoka nje. Kipindi hicho sisi tunahesabu zero tangu kuzaliwa, anahesabu mwaka 0. Ni kipindi ambacho ubongo wa mtoto hauna vitu vingi. Kwa hiyo wazazi wote wawili wanapaswa kuishi na mtoto wakimpandikiza kitu wanachokihitaji awe nacho mtoto. Si mama peke yake na wala si baba peke yake. Ni wazazi wote wawili wanapaswa kuishi karibu na mtoto ili kumpandikiza kile wanachokihitaji wao mtoto wao awe nacho. Ni katika kipindi hiki ambacho kama unapenda mtoto wako awe wa ibada, anza naye. Unaenda naye msikitini, utaenda naye kwenye ibada za kanisani, utaenda naye, utafanya mtoto anaanza kupandikizwa kipindi hiki tabia za familia yenu. Mtoto ataendelea kukua mpaka kufikisha miaka 3. Mtoto atakuwa anajifunza lugha tofauti. Wako mawakala tofauti wa tabia. Wengine ni watu wa umri wake, jamii ile wazunguka hapo mtaani, inaweza kuwa chochote. Hao wote tunawaita mawakala wa tabia kwa mtoto wako. Angalia wakala aliyekuwa sahihi kwa mwanao ni yupi. Kama unaishi katika jamii ambako labda watu waliozunguka lugha yao ni matusi, tegemea mtoto wako atakuwa anaongea lugha ya matusi. Kwa ni jukumu lako kama mzazi sasa kumtenga mtoto wako na aina hiyo ya jamii. Kama watoto wa umri wake waliomzunguka mahali hapo ni wagomvi, wanapenda kupigana, tegemea mwanao naye atakuwa na hali hiyo. Kwa hiyo ni jukumu lako kama mzazi kuhakikisha mtoto wako unamtenga na aina hiyo ya rika. Mchezeshe na watoto wengine wenye tabia zile ambazo wewe unazihitaji. Baba na mama, epukeni kuzungumza lugha ambayo si yenye staa mbele ya mtoto. Katika kipindi hiki cha udogo chini ya miaka 5, mtoto huwa anakariri maneno kwa sababu ni kipindi ambacho anajifunza misamiati mipya. Baba ukimtukana mama, usishangae mtoto siku moja akaenda kutukana nje. Mama akimtukana baba, usishangae mwanao akaenda kutukana akiwa nje. Lakini ni kipindi hiki ambacho baba na mama, tafuteni wakati sahihi wa kufanya zile faragha zenu. Ukizifanya kwa mtoto anaona eti kwa kizoi ni mtoto haelewi chochote. Ndio maana watoto wengi sasa hivi tunakuta wanafanyana wenyewe kwa wenyewe juu ya meza. Unajiuliza amejuaje haya? Kumbe amemwona baba na mama wakiwa wanafanya. Kwa hiyo lazima kama mzazi ufahamu kwamba mwanangu yupo katika kipindi cha kujifunza kila anachokiona, na mtoto anapenda kujaribu kila anachokiona mpaka aone madhara yake, ndipo anaweza kukiacha hicho kitu. Na kama madhara hayatamkuta kwa wakati, mtoto tabia hiyo ataiendeleza. Mpendwa mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa peji yetu ya Darasa Mtandao, tumetaka tu leo tugusie na kuona namna gani mtoto anajengwa kitabia tangu akiwa tumboni. Ni namna gani kila mzazi anapaswa kuwajibika katika maendeleo ya huyo mtoto wake kitabia. Swala la baba kumwambia mke wake kwamba mtoto ana tabia za kwako, kana kwamba yeye baba
hahusiki na malezi ya huyo mtoto, ni kumkosea heshima mzazi mwenzako. Swala la mama kusema kwamba huyu mtoto ana tabia za kwako wewe peke yako, kana kwamba yeye mama hahusiki na ujenzi wa tabia za huyo mtoto, ni kumvunjia heshima mume wako. Ni jukumu lenu nyote wawili, baba na mama, kuhakikisha mnaipanda mbegu sahihi ya tabia kwa mtoto wenu. Na ujenzi wa tabia hiyo unaanzia tumboni, tangu mtoto anafikisha umri wa miezi 4 tumboni mwa mama yake. Baba, zungumza na mwanao. Mama, zungumza na mwanao. Wala si mwiko kuita, mwanangu nakupenda, umeamka salama kwa tumboni, na utaiona response yake. Utaona katoto kanaanza kutikisika kule tumboni, kanaonesha kwamba ninawasikia na ninaelewa mnachokizungumza. Feelings za upendo mtoto anazipata akiwa kule tumboni. Feelings za huzuni mtoto anazipata akiwa kule tumboni. Kicheko, furaha, kilio mtoto anakipata akiwa kule tumboni. Ni kusema katika kizazi tulichokuwa nacho sasa hivi, tumekuwa na watoto ambao wana tabia za ajabu ambazo tunajiuliza zinatokea wapi. Na tunasema ni kizazi laanifu, lakini ukweli sio huo. Ukweli kizazi laanifu ni sisi wenyewe wazazi. Kizazi laanifu ni sisi wenyewe wazazi. Kwa sababu gani ninasema hivyo? Tumesema mtoto anatengenezwa tabia akiwa tumboni. Huyu mtoto amekuja duniani akiwa hana tabia yoyote, wewe ndio umempandikiza hizo tabia. Kwa hiyo kila anachokifanya katika maisha yake hapa duniani ni mzazi amekipandikiza. Mathalan, nitolee mfano. Binti amemwambia mpenzi wake, mimi nina ujauzito wa kwako. Baba anakataa, hapana, tafuta mwanaume mwingine, si mimi. Binti anaondoka analia. Tuchukulie mfano labda Juma ndo aliambiwa hivyo. Binti anaondoka analia, Juma amenifanyia hivi, tulikubaliana tutaishi pamoja, leo ananitelekeza na hili tumbo, itakuwaje? Ile hali ya huzuni inatiririka kutoka kwenye ubongo wa mwanamke na inamfikia mtoto tumboni. Usitegemee mtoto kama huyu akija kuzaliwa atakuja kuwa mwema. Usitegemee mtoto kama huyu akija kuzaliwa atakuwa na upendo kwa wenzake, kwa sababu tayari ameshapandikizwa chuki na kisasi kuanzia akiwa tumboni kwa mama yake. Baba anayempiga mkewe akiwa mjamzito, usije ukafikiri unainyoosha tabia yake, bali unaipandikiza tabia ya ugomvi kwa mtoto aliyopo tumboni. Anajua kumbe kuwa mwanaume ni kupiga na kuwa mwanamke ni kupigwa, na ili kulinda heshima ni kupigana. Kwa katoto kanazaliwa kakiwa hivyo, huzuni ya mama yake mtoto anainyonya. Kwa ni kipindi ambacho wazazi wote wawili tunashauriwa tushirikiane kuijenga furaha ya familia. Furaha ya familia inapomgusa mama moja kwa moja, furaha hiyo inatiririka mpaka kwa mtoto aliyopo tumboni. Mtoto atazaliwa akiwa na furaha kabisa. Mara kadhaa tumesikia vituko, mtoto amezaliwa ameshika tama, eti ndo anatoka tumboni kwa mama yake akiwa ameshika tama. Unajiuliza anahuzunikia kitu gani? Kumbe tumemtengeneza akiwa tumboni awe hivyo. Basi ni jukumu letu leo kufahamu kwamba kumbe swala la kujenga tabia ya mtoto ni swala la wazazi wote wawili, yani baba na mama. Nashukuru, niwatakie ufuatiliaji mwema wa vipindi vinavyoendelea katika peji yetu hii ya Darasa Mtandaoni. Hadi wakati mwingine, kwaherini. When I wake up, first I pray, good morning Jesus, guide my day. I thank you Lord for loving me. You're always near, you're all I need. Pray